Yole, naomba unisamehe. Sijui hata nikwambie nini. Sikutegemea kama angekuja muda ule. Ilikuwa kama dharura na nilishindwa kumkataa. Dharura? Dharura gani? Ndo mkesha wote mpaka asubuhi? Zainab, mimi ni mwanaume tena nina hisia. Ndo nini vile kunifanya kama mtoto mdogo? Roho yangu inauma, najua sina mali, lakini mapenzi yangu ni dhahabu kali. Unatembea nao, mimi naumia ndani. Roho yangu inauma, mbona uo pesa tu ndicho unachojali. Mapenzi ya dhati hayakuwa. Chukua hizo kwanza. Najua jana nilikuumiza, kwa hiyo fanya kama fidia. Sawa, mimi nimekusamehe, lakini haya maswala sitaki yajirudie tena wakati mwingine. Ila mimi ngoja niwahi gereji, maana pale kuna gari la bosi wangu, itabidi nilimalize chap ili akija alikute. Na saizi asiponikuta ugomvi wake namjua mimi. Ila Duli, naomba usisahau kuwa mimi kwa ule mzee nipo kwa ajili tu ya hela. Amani yangu, furaha yangu na upendo wangu uko kwako. Nakupenda sana mpenzi wangu. Naelewa hilo malkia wangu, nakupenda pia. Roho yangu inauma, najua sina mali, lakini mapenzi yangu ni dhahabu kali. Unatembea nao, mimi naumia ndani. Okay, mimi ngoja niende. Nikutakia kazi njema. Mama D, naomba nisamehe. I'm sorry kwa kuruka ukuta. Wewe baba, umejuaje sisi tuko huko? Nani kakuelekeza hapa? Nilijaribu kwenda pale ambapo mlipokuwa mnakaa mwanzo. Nikajaribu kuuliza watu, wakaniambia kwamba haupo tena pale, umekuja huko kwa dada yako. Hivyo nikawa nimelazimika kuweza kupatafuta mpaka nimepafahamu hapa. Na kilichonileta hapa sio kwa ubaya. Nimekuja hapa nilikuwa nahitaji kuwaona tu, alafu pia nilikuwa na machache ya kuzungumza na wewe. So ningependa kwanza kuomba radhi kwa yote yaliyotokea Madi. Naomba nisamehe. Madiana, iliyopita si ndwele. Sisi ni binadamu, hatujakamilika. Tumeambiwa kukosea, tumeambiwa makosa. Najua nimekosea tena pakubwa sana. Hivyo niko mbele yako kuweza kuomba radhi. Naomba nisamehe. Kwa hiyo radhi ambayo unakuja kuiomba wewe David itabadilisha kwamba Diana hatakuwa na mimba? Hiyo radhi itabadilisha kwamba wewe hujawahi kulala kabisa na mtoto wako Adamu? Sasa ni radhi ya aina gani unakuja kuniomba mimi? Unaacha kumwomba Mola wako? Nenda katubie kwa Mola wako David, sio kwangu mimi. Mimi kwangu bado itabaki umeniharibia mtoto wangu. Hivyo ndivyo itakavyobaki na sintokusamehe. Mimi sio Mungu. Nenda kamuombe Mola wako. Halafu wewe baba, hivi unajielewa kweli wewe? Sasa hivi ndo unatambua kwamba kuna mtu wa kwenda kuomba msamaha ambaye ni Mama D? Hapana Mama Diana, nisikilize. Unajua Mama Diana, nimepata wazo na nikaona ili wazo nilionalo sio baya, kwa sababu litaweza kutuweka sawa sisi sote kwa pamoja.
atambua kwamba mimi namtambua Diana kama mtoto wangu na ningependa endelee kuishi kama mwanangu. Hivyo nikawa nimekuja na wazo la kwamba kama itatupendeza basi tufanye mchakato ili hiyo mimba aweze kuitoa. Naomba nisikie katika hii, naomba usaidie tuweze kutoa hiyo mimba. Kwamba itafutika baada ya yeye kutoa mimba, itafutika kwamba hajawahi kubeba ujauzito wako. Hiyo haiwezi ikatoka kwenye akili yangu David. Na kingine ambacho hujui, kama mtoto wangu alishindwa kufa enzi zile, sijielewi, sina hata senti ya kuendea hospitalini. Huwezi kuja kuniulia mtoto wangu akiwa mkubwa kama Diana sasa hivi. Akienda kutoa hiyo mimba akafa, nikampoteza D, utanipa Diana mwingine? Na unavyokazania hivyo unajisikia vizuri? We ni Mungu, wewe unataka kutoa kiumbe kile? We ni nani kwanza? Naomba nipe nafasi nyingine ya mwisho, nisikilize tu kwa haya machache niyasemayo. Naomba radhi kwa yote niliyofanya. Naomba tutoe hiyo mimba ili Diana abaki kuwa mwanangu. Mimi sihitaji kumuona huyo kiumbe akizaliwa, itakuwa ni aibu kwangu. Yaani kama ambavyo ulinikataa kipindi tunasoma, kile kipindi ambacho tuko chuo kile, ukasema mimi si type yako na hauwezi ukalala na mwanamke kama mimi. Yule mimi wa enzi zile sio mimi wa sasa hivi. Nimekuwa mtu mwingine tofauti na nimekuwa strong, na ni wewe ndio ulinifanya mimi kuwa strong. Sasa naomba utoke kabla sija kuitia mwizi, na kwanza umeruka ukuta. Tabia za hovyo, hujaachaga tu upuuzi. Hebu naomba utoke. Toka. Kwani nimekosa nini kila siku mimi? Machozi kitandani, wanaongea nyuma yangu, wanacheka na maumivu moyoni yanabaki. Mungu wangu, unanisikia? Nimechoka kuumia, nipe nguvu nisikimbie, nisimame tena. Sister. Samani. Yes. Habari yako? Salama. Naitwa Maginga. Daima nitakuwa umenisahau. Kuna siku moja ulikuja ofisini kwangu, kama unakumbuka, ukaja kumuulizia mtu Pasa. Oh, bosi wake Pasa? Ndo mimi. Lakini leo sijaja kama bosi wake na Pasa. Nimekuja kama kuwa sehemu ya faraja kwako. Msichana mrembo kama wewe haupaswi kabisa kupitia shida unazopitia. Kibinadamu mimi naumia kuona wewe unavyopitia. Natamani sana kuyabeba matatizo yako, kwa sababu nahisi nayaweza. Natambua fika mama yako anaumwa sana. Umejuaje kuhusu mamangu? Mimi nikimpenda mtu nafuatilia sana matatizo yake. Nikuombe kitu kimoja. Nikuombe sana. Naomba niwe sehemu ya wewe. Sidhani kama Pasa anaweza kuyabeba matatizo yako. Mimi nastahili kuyabeba matatizo yako kwa sababu nayamudu. Nakuomba sana. Shida yenu nyewe wanaume, kila mwanamke mnayemuona mnahisi mnaweza mkampata kwa wakati mnaohitaji nyie. Naomba unisikilize kwa makini wewe kaka. Siku nyingine utakaponiona ninapita mahali popote pale, naomba usinisimamishe na kuniambia upuuzi unaoniambia leo. Kama ni kuhusu umaskini wa Pasa, kama ni kuhusu mimi umaskini wangu na magonjwa ya mama yangu, nimelizika nayo. Sio, unanielewa? Naomba usitake kutumia udhaifu wa matatizo yangu kama njia ya kunipata mimi. Sio, umenielewa? Tunaweza tukazungumza. Naomba achane na mimi. Unataka uzungumze na nani? Nadhani tumeelewana. Siku nyingine nitakupigia kelele za mwizi. Nahitaji kupenda, nipe nafasi niuponye moyo wako, ushike
kwa mikono yangu, usiogope kuanguka. Niko hapa kukubeba taratibu, na nitaji sikukimbili majibu. Mpenzi wangu, pale kazini biashara imekuwa ngumu kidogo, na kuna hatari ya kwamba kuna baadhi ya wafanyakazi wanaweza kusimamishwa. Sasa sijajua kama na mimi nitakuwa mmoja wapo au nitaendelea na kazi, lakini pia nimejitahidi mpaka sasa nimefanikiwa kupata shilingi 10,000. Kwa hiyo na kesho na mimi tunataka kupata kiasi kizuri kidogo ambacho kinaweza kumsaidia nano. Pastor, naomba nikuombe usiwe mnyonge kiasi hicho. Mimi naamini kazini utabaki na kila kitu kitakuwa sawa. Na kuhusu mama, na kuahidi nitapambana juu chini niweze kupata pesa ya kumsaidia mama. Hata mimi pia nitapambana. Hata kama nitaondoka kazini, na kuahidi nitatafuta kazi nyingine kwa haraka ili niweze kuwa sehemu ya msaada katika familia yako. Alafu, hivi unamkumbuka yule bosi wako ambaye ile siku nilikuja kazini kwako nikakukuta naye? Unamzungumzia yupi? Yule msimamizi au yule bosi mkubwa mwenyewe eneo? Hapana, yule ambaye nilimkuta amegamia kwenye gari. Huyo atakuwa bosi Maginga. Huyo ndo mmiliki na ndo mwenye biashara yake. Sisi wengine wote tunafanya kazi. Leo nilikutana naye njiani, akanitongoza. Bosi Maginga anawezaje kufanya kitendo kama hicho? Mimi pia nimeshangaa kama wewe, kwa sababu nakumbuka mara ya mwisho ni yeye ndo alikusaidia wewe kuongea na mimi. Basi mpenzi wangu, mimi naamini katika nguvu ya maamuzi yako. Mimi nina imani kubwa sana na penzi tulilonalo kati yetu, mapenzi yaliyojengeka ndani ya mioyo yetu. Tusimpe nafasi mtu anjaje kuharibu. Sawa mama? Nakupenda. Nakupenda pia. Blind love, siwezi kuona njia. Blind love, lakini najua upo hapa. Blind love, moyo wangu unakufa. Cheka kidogo basi. Aga, hebu nichuma. Nanimaliza mtoto. Unajua mtoto mkali, unajua dogo jau sana wewe. Aisha, hivi ni macho yangu anaona hiki kinachoendelea hapa au labda sioni vizuri? Wewe unafanya nini na huyo dada hapa? Afu barabarani njia nyeupe hivi. Aisha, huyu ni nani yako? Muulize mwenyewe. Wewe, huyu ni nani yako? Mpenzi wangu. Hivi Aisha, unachotaka kukileta hapa duniani tena kwa mara nyingine ni nini? Ni Sodoma na Gomora? Unataka kuirudisha tena? Uliona wapi Tanzania ya wapi? Tamaduni za wapi ambazo zinaruhusu mwanamke na mwanamke kuendelea kuwa na mahusiano kama hivi? Mnakaa kasi barabarani mnajiachia tena msipokuwa na haya maskini Mungu. Hiki kinachokiva kipumbavu kinaleta midomo yake inaanza kubusubusu. Sasa ni ujinga gani unaendelea Aisha? Kwani unatia aibu mimi? Unataka sura yangu niweke wapi mtaani hapa wewe? Niongee kwa namna gani uweze kunielewa? Ushamaliza jambo lako nini unaanza kunifuatilia mimi? Wewe mbona jao mwanangu, mbona unazingua, unapenda kunishikilia mwanangu, mbona unapenda kunifuatilia kama mtoto mdogo, mbona sikufuatilii sikuchungi? Aisha, hebu nisikilize. Unajua kuna muda nitafika hatua nitachoka. Nitaweka ukaka pembeni, nitaweka undugu pembeni, nitakupiga kama mwizi. Kwa sababu haki yako wewe lazima nikupatie hata kama niko kuchapa na viboko. Upumbavu unaoendelea nao siwezi nikaitetea hiki kitu hata siku moja. Ni ujinga, ni ushetani huu unaofanya. Uliona wapi wewe? Niongeeje?
Wewe kwa nini uko na huyo? Wewe unasema kabisa unampenda mwanamke mwenzio? Umekosa wanaume? Wesha, kuna wanaume kibao huko barabarani wanazurura hapo wakina Tashi huko, hawana hata wanawake mwaka wa 3. Oya babu, tusivunjane heshima basi, umenisikia sijui. Alafu nishakwambia kunikuta katika anga zangu, naomba upita kama unijani, kama hatujuani, yani fanya hivyo. Nashangaa kwa nini unanifuatilia, mbona jao mwanangu? Sikiliza nikwambie, unakumbuka ile siku umenikuta pale sielewi, navuta mafegi na wauni nini, nakunywa mipombe nini? Nimechanganyikiwa. Wa mwanangu, nilimpenda demo alafu akaniita unjegeka. Yaani mimi namhudumia nini na spendi, alafu kumbe anatumia na bashake mwingine, kwa nikachanganyikiwa. Sasa hivi natafuta chaka nitulia, alafu mwanangu anaanza kunizingua, mbona nakupojao sasa? Mungu wangu, hebu niepushe na hiki kikombe. Wewe una kwenu, naomba toka. Usiendelee kunichapua, toka. Alafu wewe shetani wa mguu mmoja, nisikilize kwa makini. Toa mguu wako huu hapa, rudi nyumbani. Alafu mimi dawa yako utaikuta pale home. Au sio dogo, unajikuta anodi nini? Unavimba, unanifokea muni. 25 au 43. Sikia dogo, nikwambie. Nilishakwambia usinifuatilie katika maisha yangu. Next time ukirudia tena hicho kilichokifanya leo, nitakuonesha mimi ni nani kwa babako. Aisha Chogo anenda mbele bila hofu. Mambo vipi mdada? Poa. Ukweli dada yangu, afadhali. Yaani leo kama ni Mungu tu. Yaani sio Mungu kanionyesha tu nipite hii njia. Maki nilitaka kabisa nipitie kule. Nikasema ngoja nipite hii njia. Hatimaye nimekutana na wewe. Mimi kiukweli dada yangu nakupenda, yani kutoka moyoni kabisa. Wakati mwingine nikiwa gereji pale, yani taswira yako wage inanijia usoni hivi. Yani hata kama nagonga na lisupana langu kwenye niko chini ya uvungu wa gari, na kuona kama pembeni umekaa, yani ndio umeshakuwa waifu material, unaniletea chakula pale. Yani mimi ukinipa nafasi nilipopanga moyoni mwangu, ungeufungua moyo wangu, yani limo langu ungekuta yani limekuwekea nafasi kubwa wewe tu muda wote, yani nakuwaza wewe. Yani ukinikubalia kabisa, mimi natamani nikushushe ile besini lako, uwe waifu material, uwe mama wa nyumbani. Na kingine usichokijua sasa, mimi pale gereji ndo top manyota. Kila kitu mimi yani ukinikubalia mimi sasa yani kila kitu utapata, kwa sababu hela zote zinapitia kwangu. Kila nani boss akileta gari, mimi ndo nachukua hela, na mimi ndo napanga niwape shingapi wafanyakazi wengine. Sasa unafikiri yani mwili wako ulivyo mnene vile, mimi nataka nikuongeze unenepe mara 2. Au unasemaje dadangu? Umeionaje hiyo tukiwa mimi na wewe sasa? Ndo mimi wewe mama watoto wangu, naenda gereji. Sasa nisikilize kwa makini. Kuanzia leo ukiniona napita popote pale, naomba usinisemeshi. Kama unajua hauna jambo lolote la kuniambia, hauna swala lolote la maana la kuniambia, usije ukanisimamisha barabarani. Si unanielewa? Mmeshazoea kila mwanamke mnayemwona mtaani ni holela, yani anaweza kawa acha wote, si ndio? Sasa nisikilize. Siku nyingine nikikuona unaniita, unanisimamisha barabarani pasipo na vitu vya maana, nitakuitia mwizi. Si umenielewa? Tata yangu sikiliza. Kosa langu ni nini sasa hapo, Nikome. Unanisikia? Naomba unikome. Na siku nyingine usinisimamishe kuniambia upuuzi kama huu. Nishenzi wewe. Roho yangu inauma, najua sina mali, lakini mapenzi yangu. Kwa hiyo ndo unaenda kwa ile mzee wako? Asa hiyo sijibu. Unategemea ndani tunaishi? Eti lazima niende nikatafute hela, au nategemea kazi yako ya guide ndio itanihudumia mimi? Sawa, ila usisahau kutumia kinga, na zile kondom nilizokupatia zikiisha utanikumbusha nikupe nyingine. Zikiisha au zimeisha? Zote 24. Pesa zinapita lakini moyo unabaki.